Mambo makubwa matano yanayopoteza mvuto wa mwanamke kwa mwanaume wako. Hapa ninazungumza na yule mwanamke ambaye yuko kwenye mahusiano na unampenda sana huyo mwanaume wako na hauhitaji kuja kumpoteza. Sasa hapa naenda kukueleza vitu vikubwa vitano ambavyo vitasababisha upendo wenu au mapenzi yenu yapungue. Jambo la kwanza ni uongo. Na hapa sizungumzii tu swala la uongo, bali ninazungumzia mtu kukosa au kupunguza uaminifu kwako. Unajua mtu anapokosa uaminifu na wewe, asilimia kubwa sana hata kukupenda inakuwa ni changamoto, kwa sababu anakuwa anahisi hayuko sehemu salama. Na ndo kuna formula moja inasema, if you learn how to love you must learn first how to trust. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, hawezi kukupenda mtu bila ya kukuamini. Mpaka mtu anakupenda basi ni lazima amekuamini. Kwa hivyo hakikisha punguza zile tabia za uongo wa kila mara ambao huwa inashusha sana uaminifu. Lakini jambo la pili ni negativity. Hapa ninamaanisha ya kwamba kuwa na malalamiko ya kila mara ama kuona tu mabaya ya mtu anayokuwa anayafanya. Yaani kwanza kabisa ufahamu, kukoseana kwenye mahusiano ni jambo la kawaida sana. Lakini kama ikiwa mtu amewahi kukufanyia mema 10 halafu kaja kukukosea jambo moja, inakuwa wewe ni mtu wa kulalamika kila kitu, kukilalamikia kila kitu, basi asilimia 100 huwa inashusha sana upendo kwa mtu. Yaani unakuta kwa mfano labda hajakutafuta tu, labda kwa siku hiyo peke yake amechelewa kutafuta, unaanza na malalamiko. Hiyo huwa inapunguza sana mvuto wa mwanamke kwa mwanaume wake. Lakini jambo la tatu ni kutokujiamini na wivu uliopitiliza. Wivu ni mapenzi, lakini ukizidi huwa unakera sana. Yaani kila muda unataka kufahamu yuko wapi, unafanya nini, mbona unachelewa kunijibu, mbona. Huo wivu wa namna hiyo sio mzuri sana. Kwanza kabisa inafanya mwanaume wako aone kwamba ni mtu ambaye hujiamini na penzi lake, lakini pia inamfanya mwanaume wako akuone kwamba huyu ni mtu ambaye si sahihi. Kama ni kitu kidogo sana hichi, anakuwa ni mtu wa wivu. Asikuone umesimama na mtu, asikuone au simuone anazungumza na mtu, ulikuwa unaongea na nani. Hiyo huwa inapunguza sana thamani ya mwanamke kwa mwanaume wake. Lakini jambo la 4 ni kucheza michezo ya kisaikolojia. Hapa ninamaanisha ile michezo ya majaribio ya mara kwa mara. Siku hizi kumekuwa na michezo mingi, kufanya zile challenge mara kwa mara, kutaka kufahamu kama anakupenda kupitia kumchezesha michezo, aidha kumweka na mwanamke mwingine. Kwamba kuna wengine, kwa mfano naweza nikatolea, kuna wanawake wengine pia anaweza akamleta hata rafiki yake, jifanye kama unamtongoza bwana wangu, alafu mwisho wa siku tumseme. Hiyo itakuua na itaua penzi lako kimya bila wewe kufahamu. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume pia anaendeshwa na akili. Kwa hiyo unapofanya michezo ya kisaikolojia kumpima kila muda kama anakupenda hakupendi, kwa chatting message, labda mimi mwanamke mwingine sio mtu fulani, hiyo huwa ni mbaya sana kwenye mapenzi, pale ambapo anajua mwanaume wako kwamba unamfanyia michezo ya namna hiyo. Lakini jambo la 5 na la mwisho ni kutomheshimu na kumsema vibaya pia kwa watu. Kuna kwenye mahusiano, kama nilivyoanza kusema, kuna muda mnaweza mkawa mnakoseana. Kwa hiyo unajikuta kwenye kila jambo, hata kama jambo dogo mnakuwa mnakoseana, unaenda kulifikisha kwa rafiki zako au kwa rafiki zake. Mwanaume wako anapokuja kuambiwa, vile vitu havitamjenga au havitamtia wema akilini kwake, hali ambayo itamsababisha mwanaume wa namna hiyo akukasirikie na akuchukie kila muda. Kuna wale wanawake ambao hawajui kuficha siri za ndani. Akipatwa hata na kajambo kadogo tu anaenda kusema nje. Sasa hiyo mbaya sana kwa mwanaume wako, hali ambayo inasababisha penzi lako life kimya bila ya kufahamu. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke uko kwenye mahusiano, basi epuka haya mambo, huwa yanapunguza sana upendo kwa mwanaume wako kupitia au upendo wake kwako wewe mwanamke.